Scratch ya video ya YouTube, alidhani amekufa. Kama angejua ukweli. Mwanzo wa kuvutia, hata uliniacha nizike picha yako moyoni mwangu, nikilia usiku kucha. Kwa nini ulitoweka kama kivuli? Sauti ya Sila ilidhoofika, ikaingia kwenye ukimya wa chumba. Hata aliangalia chini, macho yake yakijawa na siri. Ilikuwa kwa ajili yako, Sila. Ili kukulinda. Sila alishika moyo wake. Kulinda kutoka kwa nini hata? Sema ukweli. Cliffhanger. Je, ni siri gani hata alikuwa ameficha? Sauti ya Sila ilipasuka, kali kama kisu. Hapana, usiseme, ni ngumu. Ulipanga maisha mapya, ukaacha binti yako akilia baba, ukaacha mimi nikizika ndoto zetu. Hiyo sio ngumu, ni uchukuzi. Alimudu hata kwa macho ya uchungu. Kulikuwa na mtu anayekufuata? Au ulichagua tu kuvaa mavazi ya usaliti? Cliffhanger. Hata alinyamaza, lakini je, angeweza kuelezea? Miaka iliyopita, katika mji wa makodi uliojaa rangi za maisha, aliishi msichana aitwaye Sila. Alifanya kazi kama katibu katika ofisi ya serikali, akiishi na binamu yake karibu na Urkum. Sila hakuwa mrembo wa kawaida, alikuwa na amani iliyovuta watu kama nyota usiku. Maisha yake yalikuwa magumu. Baba yake alipofariki alipokuwa na miaka 16, mama yake alikuwa ameondoka kabla. Lakini Sila alijishika kwa heshima, akitamani tu mwanamume wa kumudu kwa dhati. Hivyo ndivyo alivyokutana na Ata. Walikutana kwenye ATM, kadi ya Sila ikikataa kufanya kazi. Ata alitabasamu, jaribu tena, labda mashine inakataa maskini. Sila alikunja uso lakini akacheka. Cheko chake kilimudu moyo wake siku nzima. Walianza kuzungumza, kwanza kama marafiki, kisha simu za usiku, safari za soko. Ata hakuwa tajiri, lakini alikuwa mwaminifu, mpole, akisikiliza na kukumbuka maneno yake baada ya miezi mitatu. Wakati mwingine Ata alipotea katika mawazo yake. Sila alimuuliza, unawaza nini? Yeye alitabasamu, ninapanga maisha ya baadaye. Lakini hakuuliza maisha ya aina gani. Alipomudu Sila awe mke wake, hakukuwa na pete ya bei ghali wala wimbo wa saxofone. Ilikuwa jioni ya kimya, aliweka pete rahisi mkononi mwake na kuuliza, Sila, najua siko pale ninapotaka, lakini nataka kujenga maisha nawe. Je, utakuwa mke wangu? Sila akasema ndiyo. Cliffhanger. Lakini je, Ata alikuwa na siri aliyoficha? Harusi yao ilikuwa ya kawaida, iliyopambwa na binamu yake na marafiki. Walianza maisha katika nyumba ya chumba kimoja huko Wadakata, wakiwa na mwenye nyumba mwenye uso wa radi. Walikula gari pamoja, wakicheka kuhusu ndoto zao. Sila alimuuliza Ata, ndoto yako kubwa ni nini? Yeye akasema, kutoweka na kuanza upya siku moja. Sila alicheka, lakini Ata hakufanya hivyo. Cliffhanger. Je, maneno yake yalikuwa ni ishara ya kitu kilichokuja? Miaka miwili baadaye, Sila alijifungua binti yao, Ada. Mtoto huyo alileta nuru katika maisha yao. Ata alimchukua kama yai, akimwimbia na kumudu kwa upendo. Lakini wakati mwingine alimudu Ada kwa muda mrefu, kana kwamba anatafuta kitu usoni mwake. Sila alimuuliza, lakini Ata alisema, yeye ni mrembo tu. Maisha yao yalikuwa ya kawaida, lakini mioyo yao ilikuwa kamili. Miaka mitatu baadaye, Ata alianza biashara yake na ndani ya miezi, walihamia nyumba yao wenyewe. Maisha yao yalionekana kuimarika hadi siku ya moto. Asubuhi moja ya Jumatatu, Ata aliaga Sila na Ada kama kawaida, akawabusu na kuondoka. Hiyo ilikuwa mara ya mwisho kumudu. Saa chache baadaye, Sila alipigiwa simu kwamba biashara ya Ata ilikuwa imeteketea kwa moto. Cliffhanger. Je, Ata alikuwa amepotea kweli au kulikuwa na kitu kingine? Siku zilizofuata zilikuwa za mateso, ripoti za polisi, ziara za hospitali, kilio kisichoisha. Walimudu pete yake iliyoyeyuka na majaribio ya DNA yalisema mwili ulikuwa wake.
Mazishi yalifanyika na kila mtu alilia. Sila alikaa kimya, akishika Ada, akionekana kama mtu ambaye roho yake imepotea. Alipoteza mume wake akiwa na miaka 28 tu. Baada ya mazishi, dunia haikusimama kwa Sila. Marafiki walitembelea kwa wiki chache, lakini polepole wote walipotea. Ada akiwa na miaka 6 aliuliza, "Mama, baba yuko na Yesu kweli?" Sila alitabasamu akimsogelea, "Ndiyo mpenzi. Anakutazama kutoka mbinguni." Lakini usiku Sila alilia kimya, akiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Cliffhanger: je, maisha yangeweza kuendelea bila Ata? Miaka 4 baadaye, mwanamume aitwaye Aj alihamia jirani. Alikuwa mjane, mpole na mwenye siri kidogo. Walianza kuzungumza, kwanza kama majirani, kisha wakala pamoja jioni. Aj alimudu Sila asahau uchungu wake, lakini siku moja alipomudu picha ya Ata ukutani, moyo wake ulimudu tena. Alimudu Aj, "Samahani, siwezi kuendelea. Moyo wangu bado unavaa jeusi." Cliffhanger: je, Sila angeweza kupenda tena? Ada alipofikisha miaka 18, aliingia chuo kikuu huko Nasarawa ambapo Ata alisoma sayansi ya siasa. Sila alimudu aende na albamu ya picha za Ata. Miezi miwili baadaye, Ada alimpigia simu, sauti yake ikitetemeka. Mama, uko na uhakika baba amekufa?" Sila alishikwa na woga. Kwa nini unauliza hivyo? Ada akasema, "Nilimudu jana kwenye maegesho ya chuo." Alionekana mzee, lakini alikuwa yeye. Cliffhanger: je, Ata alikuwa hai au ilikuwa ni kosa? Ada alituma picha na Sila alimudu, alikuwa Ata na kovu lake la jicho bado liko. Sila alisema, "Ada, rudi nyumbani." Walipokutana, walitafuta kwenye mitandao ya kijamii na wakampata Ata kwenye picha na mwanamke aitwaye Anna, mama wa watoto 2. Sila alimudu Ata akisema kwenye video, sauti yake ikiwa kama ile ya zamani. Huyu mtu aliniacha nizike, akaniruhusu nimlee mtoto peke yangu." Cliffhanger: je, Sila angeweza kumudu ukweli? Sila alimtumia Anna ujumbe akimwomba wakutane. Anna alikubali na walikutana kwenye mgahawa. Sila alisema, "Mume wako ni mume wangu." Anna alishangaa, akamuita Ata. Alipofika, uso wake ulibadilika kana kwamba amemudu mzimu. Aliketi, lakini Sila alimudu kwa hasira. Ata, uliniacha nizike binti yako akilia baba." "Kwa nini?" Ata alisema, "Ilikuwa kukulinda." Lakini Sila alikataa kujibu rahisi. Cliffhanger: je, Ata angeweza kuelezea usaliti wake? Anna alimudu Ata, "Ulisema mke wako wa kwanza alikufa. Hiyo ilikuwa ni uongo wa kulinda nani?" Ata alibaki kimya, lakini Sila alisimama akisema, "Hukulinda mimi Ata. Ulijiokoa mwenyewe." Aliondoka na Anna akamudu, "Wewe ni kivuli, sio cha kulia." Cliffhanger: je, maisha ya Sila yangebadilika baada ya ukweli? Sila na Ada walirudi nyumbani kimya. Ada aliuliza, "Mama, kwa nini alitufanya hivyo?" Sila alimudu, "Baadhi ya watu hutoweka ili kujiokoa, sio sisi." Walimudu pamoja wakilia, lakini Sila alijisikia huru. Wiki baadaye, Ata alimtumia ujumbe akisema anasikitika. Sila alifuta ujumbe bila kujibu, akisema, "Sihitaji majibu tena. Nimeokoka ukimya." Mwisho wa kihisia, Sila alirudi kazini, akichukua barua ya Ata na kuiweka kwenye drawer, sio kwa uchungu, bali kwa heshima ya zamani. Ada alihamia chuo kingine akianza upya. Sila alilala akiongea na nafsi yake, "Nimepata amani yangu." Wito wa kuchukua hatua. Je, ungeweza kusamehe Ata kama ungekuwa Sila? Shiriki maoni yako kwenye maoni na usisahau kujiunga na timu yetu kwa kusubscribe. Hadithi za kweli za kihisia zinakungoja.